Eyo bwana, mambo vipi na kuaje pale? Wananiita Rajab Rashid aka the Coastal Boy. Kama kawaida, kama kawa tuko ndani ya jicho la pwani, au sio? Na mwanangu hapa hivi. Ni kama kawaida yangu, niko ndani ya nyumba la jicho la pwani na niko naye mwanangu kindaki au sio? Rajab Rashid. Unasema sisi sio kama wale. Tambua sisi sio kama wale, ni kutoka kitaani kwenda duniani. Bwana, tumerudi tena kwa mara nyingine tena. Tunajua mmetumiss kabisa. Mmemiss umbea kabisa, uhondo, udakuzi, maneno ya udambudwambu ya pwani. Lakini leo mtaudhika na leo mtaudhika na sisi. Leo litawaboesha. Ni hatari. Ni mbaya. Wajua ndugu yangu bana, kuna mama, yaani kuna wazazi. Ndio, baba na mama. Baba na mama. Ndio. Alafu kuna mtoto. Sawa sawa. Ndio. Mzazi amekulea. Ndio. Amekusomesha. Ndio. Amekunyonyesha. Ndio. Amekupatia kila kitu. Ndio. Umeshakuwa mtu mzima. Ndio. Unajielewa. Ndio. Mwenyezi Mungu amekupatia kazi, kibarua ambacho unaweza kukimu maisha. Ndio. Je, swali langu ni hili. Ni lazima ama ni hiari yako kupatia wazazi wako kakitu? Hapo kidogo brother. Nikikuongezea na ninavyojua mimi. Ndio. Mzazi ni lazima. Nikiomba lugha ya Kiingereza ni must. Ni lazima. Lazima afanyeje? Lazima umpe kwenye hasoli yako asubuhi saa 6 na jioni, umwangalie mzazi wako. Awe mzee asiwe mzee. Na muangalia kwa nini chai ya maziwa? Ukifika umri wa wewe unapambana. Ndio. Ni lazima mzazi umregeshe shukrani za dhati. Hakuna kama mama. Sababu ni zipi lazima hiyo iwe? Sawa kabisa. Vizuri. Mama ana miezi 9. Ya wewe sasa. Ndio. Haujui wala nini uko ndani ya tumbo lake la mama. Ndio. Hujajipata, hujui ataka utakuja pata hiyo hustle. Ni nani huyo? Mama. Ni mama. Mama ana miaka 2 akunyonyeshe. Sawa bana? Ndio. Hujijui, hujipati. Mama huyo amekuogesha, amekunawisha pako kapata hicho kibarua chako. Kwa hiyo kwa mama huna malipo ya kumlipa zaidi ya kwamba chochote kizuri anachotaka ni umfanyie. Sasa ukipinga ni unipe hoja nzito ya kunijulisha kwamba mama harusi. Ihari. Wanasema hii ihari. Nitake nisitake. Yaani kama vile sunna nikifanya na thawabu, nisipofanya sina dhambi. Huyo mzazi wewe ambao umesema miezi 9 tumboni alikuwa na option 2. Ndio. Anilete duniani. Ndio. Ama avye mimba. Lazima gani kwa nilete? Umepiga kijirani hapa. Mzee. Ama angetumia mpira. Unaona, sikumwambia mimi nilete duniani. Unaona makosa yanayofanyika na mnasababisha mnapata tabu hata huko kwenye hamna baraka nyingi. Ni kwa sababu akili hizo. Akili za AI hizo, akili mnembe ama akili gushi. Hizo ndo zinasababisha madhara. Ni lazima kwa mama umpe kwenye hasoli yako, kama kuna 10,000 hakikisha kwa mama kuna 6 zake 4. Astaghfiru. Huyu mama, na ndio kweli. Huyu mama ambao wasema ni lazima nimpatie. Hana wazazi wake. Mama anao wazazi wake. Basi aombe wazazi wake. Lakini wewe ndo mzazi wako. Hapana. Wewe ndo mzazi wako. Mama ana wazazi wake. Aombe wazazi wake. Lakini wewe ni mzazi. Aombe wazazi wake. Mama ni mtoto, yuaregesha kule kwa wazazi wake pia. Cheni inaenda hivyo. Na wazazi wake ambao mbabu yako na nyanyako wanaregesha mkono kama wazee wao pia bado wako. Kwa hivyo wanaregesha kuregesha. Yani hiyo ni sawa na ni ulazima ufanye. Sio jambo la kuombwa. Ni lazima ufanye. Ni hiari yangu. Sio hiari. Mimi pia sasa nishakuwa mtu mzima. Sivyo? Ndio. Nina familia yangu. Ndio. Na mke. Ndio. Na watoto. Ndio. Sawa. Ndio. Mimi saizi jukumu langu ni kuangalia familia yangu. Ni kuangalia watoto wangu. Ndio. Na mke wangu. Waishi maisha mazuri, walele vizuri, wakae vizuri. Ndio. Yule mamangu na babangu mimi kuwapatia saizi ni hiari yangu. Nitake nisitake, sio lazima. Mimi nitasimama na msimamo wa kwamba mama ni lazima apewe. Bro, tukianza kuongea mama ni pepo ya dunia. Mama ndio ahera yako ya kesho. Naelewa. Mama hana cha kuambiwa na mtu yoyote chochote, hususan ukiwa mtoto wake. Mama, baba au ni lazima uwape. Sasa kama leo nimekosa. Ni lazima niwapatie hiyo siku. Leo umekosa, una maneno mazuri ya kuwaongelesha, ya kuridhia wale kama wazazi wanajua. Lakini ukipata ni lazima, sio hiari. Neno lazima ondoa, weka hiari. Kwa sababu mimi nasema saizi nishakuwa mtu mzima. Naangalia familia yangu, na mke wangu na watoto. Jukumu langu saizi lazima ni wale kuhakikisha kwamba familia yangu
ambayo mimi sasa nimeileta. Kwa hiyo wajaribu kuniambia mama na baba sio familia. Ni familia yangu, lakini sasa wao si watu wazima, jiangalie. Wana familia zao, kuna wajomba, kuna babu, kuna wazazi wako, atafute baba yake. Katika mahali umepotea ni leo. Katika siku zote umepotea ni leo. Mimi nakwambia na bajeti yangu kwenye kutafuta kwako Rashab, lazima Rajab, lazima uweke za mama na baba. Hiyo ni lazima. Hapo ndugu yangu bana, neno lazima ondoa, weka hiari yangu nikijisikia. Bila mate bila mambo hayaendi. Sijui unanielewa. Kidogo bwana mpatie siashukuru. Lakini wataka kila mwisho wa mwezi nikaandika bajeti yangu, nikaandika stima, nikaandika renti, nikaandika mama, nikaandika wife, nikaandika watoto. Hata nimwandike mama hapo chini, nimwekee zake. Za nini? Sasa wazazi wake yeye ampigie babu yangu, ampigie nyanyangu, aombe kwa wazazi wake. Hii issue ishakuwa dipu. Za kichwa lazima mama apewe. Ndio maana sisi bwana kuangalia bajeti inazidi kila siku. Bajeti lazima mshahara wako nyenye kidogo. Mshahara wako nyenye kidogo. Una majukumu mengi sana kujiangalia wewe mwenyewe. Mwisho hata kwenda out huwezi enda. Hata kwenda beach kula sunflower tu, kunwa jaba, kunwa barafu ule uwezi. Kwa sababu mama mwanangu, sifanye hivi. Mwanangu, sifanye. Mama pigia wazazi wako kusaidie. Mama ametumia nguvu. Pigia wazee huko nyumbani. Mama ametumia nguvu nyingi sana wewe kuwa hapo. Wewe ni mimi, hakuna kile leo naweza sikiza ukiniambia mama hahusiki kwenye mshahara wako. Kwenye salary yako mama ana bajeti yake. Tena lazima, sio yari. Hapana. Ili mambo yanyooke na yaende vizuri, lazima utenge fungu la mama. Kwa hivyo yeye ameleta duniani kunikopa, sio amekuleta duniani kukopa. Unajua mimi huu mwanangu namsomesha, nampeleka madrasa, nampeleka Sunday school, nampeleka shule, alafu akishakuwa mtu mzima anirudishie zile fadhila zangu. Rajab, nakwambia mimi kuna watu wewe wanaogopa kukudhuru kwa sababu ya mamako. Wanajua wazi mama yuko. Wanidhuru. Wallahi mimi nakwambia. Leo hajasemaje ati kwenye mshahara wako asiwe mamako. Sasa bana, unaona? Kwenye hii dunia na kurejelea tena. Mama, watu wanakuogopa wewe Rajab Rashid kwa sababu ya mamako. Aminia, kuna watu wangekuwa wamekufanya vibaya sana, lakini kwa heshima ya mama ndio maana paka sasa hizo. Mimi sina akili za AI. Wewe una akili za kichawi. Huo ni uchawi ndugu yangu. Sasa wanaogopa mamangu kwa sababu gani? Yafanya kazi serikalini. Hafanyi kazi serikalini. Ana uwezo gani? Yeye mwenyewe anitegemea mimi. Leo yuko na mtu mahali yemogopa asiroge. Ni magical sasa. Wacha waniroge. Ni miujiza ya mama amepewa na power ya Mungu. Watu hawataki kukukosea wewe kwa sababu ya mama. Hizo kimaskini zinakwambia. Mimi nakwambia mamangu mwenyewe yanitegemea mimi. Vijana wanapotea sana. Mimi nakwambia kwenye hii dunia watu hawataki kutatiza kwa ajili ya mama. Aminia. Watu wafikiria dola lakini ana mamake. Hapa Kenya hiyo ni miracle, ni magical amepewa na Mungu. Kwa hivyo automatical mama anaheshimiwa. Katika hii dunia ambayo you must know people. Mamangu yamjua nani? Mpaka aogopewe yeye. Mamako anajua watu kabla hata wewe hujazaliwa, hujaletwa kwenye hii dunia. Mwanangu nakwambia sina hata pesa entertainment, yani kujipeka tu mahali kidogo. Ukasema na kujipatia entertainment. Huna. Mama, sijui baba, sijui wewe mwanangu sijafanya hivi. Mwanangu sijakula. Basi hata shilingi ya sukari pia nyumbani hakuna. Yote pigieni wazazi. Mamangu, pigia mamako nyumbani. Baba, pigia babako nyumbani kama babu yangu sitaki kujua. Mimi muniache. Kama sina ni kwa hiari yangu. Wallahi Rajab, tutakuchelewa sana kufika mahali kwa sababu ya kwamba wewe uregeshi mkono kwa wazazi. Heshimu wazazi wawili Rajab. Hii hasoli iwe rahisi kabisa. Ni kwa sababu tuwe na kitu tumetenga kwa ajili ya wazee wetu. Kwa kukuregelea Rajab Rashid, kwa kukuregelea tena. Heshimu wazazi wawili. Kwa hivyo kutowasaidia si heshima hiyo. Kutowasaidia sio heshima. Tena makosa makubwa sana. What if na wapatia pesa huku na watukana? Ni heshima si heshima hiyo? Wawapa pesa huku na watukana. Ni heshima times 2 hiyo. Kwa hivyo ni huo mama shika tega mpumbavu wewe. Shika 2000. Kwa sababu wewe mwenyewe kwenye nafsi yako wajua kitu hakiwezekani. Ndio maana nakwambia ni heshima times 2. Oye bwana, mimi sina mengi ya kusema lakini nakwambiaje? Mzazi wangu alikuwa na option hizi mbili. Sawa. Option ngapi? 2. Wakati ulipokuwa na ujauzito wangu ulikuwa na option 2. Either uitoe ama unilete duniani. Kwa hivyo sisi umeleta duniani
niache nipambane mwenyewe, wewe jisimamie, nimechoka kukunanio. Mimi nasema hivi, upende ukatae, mzazi alionileta duniani ni lazima ni jukumu lake kunambia chochote muda wote saa yoyote mahali popote. Hakuna neno hiari bwana. Wazee wametoka mbali na sisi. Kusaidia ni sunna. Kusaidia mtu ni sunna. Kusaidia mzazi sio kusaidia mtu. Tunaweka mama na baba hapa ni faradhi. Sio sunna. Hiyo ni faradhi. Hata wazee wa hili. Wazazi wangu pigeni wazazi wenu. Ndio maisha yanakuwa vizuri. Sawa. Wazazi wangu pigeni wazazi wenu. Ili ikae vizuri sana. Tambua sisi sio wale. Ni kutoka kitaani kwenda duniani. Na hii ni yako Jicho la Pwani. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare, kucomment pale YouTube. Naye niko naye Rajab Rashid.